Mambo vipi tajiri? Sasa najua unajua umeshasikia kuhusu hisa. Na umeshasikia namna gani watu wananufaika na kutajirika kupitia hisa. Um, Sasa leo nataka niongee na wewe njia mbili ambazo zinatumika katika manunuzi ya hisa, ambazo mi nimezifanyia utafiti na nikaona kwamba zimenisaidia. Actually moja imenisaidia na hiyo nyingine natamani nitaiandalia kipindi chake yenyewe, lakini nataka niielezee juu juu. Um, kwa hiyo kuna njia hizi ambazo mimi nimezifanyia utafiti na kuzijua ni kwamba mbili, ambao moja mimi nimeipa jina ya periodical na ya pili nikaipa njia ya dips, ambayo kwamba hii ya periodical kitaalamu wanaita DCA, ambao ni dollar cost average. Yani kwamba tunanunua hisa kwa vipindi maalum, yani kwamba labda ni kila mwezi, kila mwaka, kila wiki, whatever, kwenye vipindi vyako maalum ambavyo utakuwa umeviamua. Na hii ya pili ni una buy the dips. Dips ni nini? Dips ni zile zinatokea wakati unaona hizi alama za kijani ambazo nimeziweka huku, inatokea pale ambapo hisa zimeshuka, yani una buy the dips. Sasa mara nyingi ukibuy the dips, yani ni ngumu sana kuidentify ipi ni dips na ipi sio dips. Dips inatakiwa itokee ni pale ambapo tu hisa itashuka, then baada ya kipindi itapanda. Lakini kuna flow ambayo inaweza katokea. Kwa mfano kama kwenye hii graph yangu ya pili, kama mtu anaweza akaiangalia vizuri, ni kwamba huku tumeanza ikiwa juu huku, lakini huku mwishowe tunaona iko chini. Hii sio dips, hii ni maporomoko ya hisa. Ukiita dips hii utakuwa unakosea. Kwa hiyo ukiwa unanunua kwa kuvizia hizi dips, ina maana wakati mwingi sio rahisi sana kwa identify ipi ni dips na ipi sio dips. Though dips kwa kweli kama ukiotea vizuri unaweza ukapata faida kubwa sana, lakini dips sasa zinakuwa ni watu ambao wanatakiwa wafuatilie masoko mara kwa mara, yani kila muda huo unalifuatia soko linaendaje. Pia uende ukapata utaalamu, yani usomee vizuri jinsi ya kufanya manunuzi ya hisa na kuuza hisa kwa wakati, ili nini? Ili uziotee dips. Na kingine ni kwamba dips hazitokei mara nyingi kwa mwaka, yani kwa kipindi cha mwaka mmoja unaweza kukuta dips zimetokea mara 2 au mara 3 kwenye soko lote la hisa. Kwa hiyo kwa mfano kama tukasema wewe uzitegemee hizi dips tu, hauwezi ukapata faida. Sasa tuangalie hasara za kutumia dips. Kwani hii yani unanunua hisa tu wakati zimeshuka tu, wewe ndio unanunua, then unasubiri zikipanda unauza. Hiyo ina hasara yake, au tuseme ina changamoto yake. Changamoto ya kwanza ni kwamba sio kila kushuka ni dips. Yani sio kila kushuka kwa hisa ni dips kama nilivyokuelezea. Kwa hiyo ukiangalia kwa hii graph ambayo nimekupa mfano hapa, ni kwamba huku mwanzoni iko juu. Tuashumu kwamba hapa juu labda ni shilingi 5,000. Huku mwishowe iko chini, tena chini hata ya shilingi 1,000. Kwa hiyo kama ulikuwa unategemea dips, hii ni dips, kushuka hii sio dips. Dips inatakiwa itokee pale ambapo hisa itashuka, then baada ya kipindi labda cha wiki moja itapanda. Hiyo ndio inaitwa dips. Kwa hiyo ni ngumu sana kwamba sasa hivi uweze kusema kwamba wiki ijayo hisa itapanda. Nani ana huo uhakika kwamba wiki ijayo hisa itapanda? Hisa inaweza ikapanda leo, ikakaa hata miezi 10 haijapanda. Umeona ikawa tu inapanda kidogo inakushuka, kidogo inakushuka hivyo. Kwa hiyo dips ni ngumu sana kuziidentify. Hiyo ndo hasara ya kwanza. Hasara ya pili ni kwamba inahitaji ujuzi wa kusoma soko, si rahisi kwa wanaoanza. Kwa hiyo kwa sisi ambao tunaanza, kwa watu ambao ni wageni kwenye soko la hisa, ukitumia njia ya dips utakuwa tu unafeli. Yani ni ngumu sana kufaulu. Kwa sababu gani? Itakuhitaji kwanza utumie muda mwingi kufuatilia soko, ili ulijue kabisa kwamba hapa linakwenda kupanda, hapa linakwenda kushuka, ili ufanye manunuzi yako ya dips. Kwa hiyo itakuhitaji wewe utumie muda mwingi sana na kwenye hizo. Changamoto ya tatu ni kwamba unakosa fursa kama soko linaendelea kupanda bila kushuka. Umeona? Sasa njia hii hasara, changamoto nyingine ya dips ni kwamba haujui kwamba hapa ndio imeshapanda imefika mwisho au inaendelea kupanda zaidi. Umeona? Yaani kwamba unaweza ukaiotea sawa, ukavizia imeshuka ukanunua za kutosha. Then unasubiria zipande ili uziuze. Sasa utajuaje kwamba hapa imepanda, labda imefika hapa katikati hapa, hapa katikati hapa. Utajuaje kwamba inakwenda kupanda mpaka ifike hapa kwenye ncha? Utajuaje? Huwezi ukajua, huna uhakika. Kwa hiyo unaweza ukajikuta imepanda kidogo, wewe ukauza ikiwa hapa chini kabisa.
kumbe ilitakiwa ipande mpaka ifike huku juu. Kwa hiyo umeshapoteza faida. Umeona? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ile wasiwasi ya kwamba unatumia njia ya dips. Kwa hiyo ni ya tatu. Hasara ya nne au changamoto ya nne ni kwamba inategemea hisia. Unaweza kununua kwa hofu au pupa. Yaani unategemea hisia sana. Labda zimeshuka, ghafla zimeshuka. Kwa mfano kama hisa labda ilikuwa 5,000, ikashuka ghafla shilingi 1,000 nzima, ukanunua hisa za shilingi milioni 10. Ukiwa unatarajia kwamba wiki ijayo au mwezi ujao zinapanda irudi 5,000, kumbe inaendelea kuporomoka zaidi, ikashuka ikawa hata 3,000, then ndo ikaanza tena kupanda. Kwa hiyo utakuwa unafanya maamuzi kwa kutumia hisia, utakuwa na uoga ndani, utakuwa na stress, ni mtu ambao unaishi kwa stress. Na na changamoto hizi nyingine zote ambazo nimeziweka hapo. Lakini kwa leo nataka nikupe mfano wa kutumia hii njia ambayo tunaita ni DCA, ambayo hii ni periodical, ambayo hata mimi ndo nimeitumia na ikanipa faida. Kwa kweli hii njia mimi ndo nakushauri kama wewe ndo mtu ambao unataka uanze kuwekeza kwenye hisa, tumia hii njia ya periodical. Periodical nitakwenda kuielezea jinsi unafanya manunuzi, na naamini utaelewa na naamini utaona faida yake kama ukienda kuijaribu. Kwanza tuiangalie faida za kutumia hii periodical, yani kwamba manunuzi ya kila baada ya muda fulani, ni kwamba kwanza inapunguza hatari ya kununua kwa bei ya juu. Umeona? Kwa sababu wewe huna stress. Hauvizii kwamba eti sijui zimeshuka na kupanda. Wewe just tu kwamba kila mwisho wa mwezi nanunua, au kila baada ya wiki moja nanunua. Kila baada ya wiki moja. Kwa hiyo huna stress kwamba either eti sijui zimepanda au zimeshuka. No, wewe utaweka kiasi chako kama ni cha shilingi 100,000 kila mwezi. Kwa hiyo kila mwezi utatoa 100,000, haijalishi zimepanda au imeshuka, huna stress moyoni. Faida ya pili ni kwamba inalainisha ile gharama, kwa sababu ununuzi wakati wa bei iko juu na wakati iko chini. Utaona example hapa kama nilivyoweka kwamba mimi nimeweka ni gharama ya shilingi 100,000 kila mwezi. Baadhi ya mwezi nimenunua hisa 100, baadhi ya mwezi mwingine nimenunua hisa 40, mwingine 20, mwingine 50. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya utofauti wa bei. Kwa hiyo inalainisha ile gharama. Ikiwa nikisema inalainisha inamaanisha nini? Inamaanisha kama wiki iliyopita nilinunua kwa gharama ya chini, wiki hii ikapanda, ina maana wiki iliyopita nilinunua hisa nyingi kuliko hii wiki ambayo hisa zimepanda. Kwa hiyo kama zitapanda zaidi, ina maana itakuwa tayari nimepata faida kubwa zaidi. Lakini kama zitashuka, pia ile ambayo nimenunua kwa bei ya chini zaidi itakuja itakava hii ambayo nimenunua kwa bei ya juu zaidi. Kwa hiyo inakuwa zinafanya nini? Inafanya correction kwenye mistake zozote, kwenye error zozote, kwenye gharama zozote ambazo ulinunua nini kwa kipindi cha nyuma. Kwa hiyo ndio hiyo kwa maana ya kulainisha zile gharama. Then inakupa nidhamu na kuweka bila hisia. Yaani inakupa ile nidhamu, unatulia kiakili, unatulia kimawazo, unatulia kihisia, haufanyi manunuzi kwa kuangalia, kwa kufuatilia soko kwa hasira, kila siku ulali au ufanye nini hivyo, ili uvizie kununua kwamba zimeshuka au zimepanda, kuuza. Kwa hiyo unakuwa unauza na kufanya uwekezaji bila kuwa na hofu. Ambao ya tatu ni kwamba inafaa kwa wanaoanza. Kwa hiyo haijalishi kwamba wewe una elimu ya hisa au hauna, bali ukitumia njia ni kwamba itakupa matokeo chanya tu, hata kama unajua, hata kama wewe ni mtaalamu, hata kama umekaa kwenye soko kwa miaka 10 au ndo unaanza, inakuwa ina tofauti. Na nyingine nyingi ambazo nimeziweka hapo, lakini mimi nataka nikupe mfano kwa hii njia ya periodical na ili unielewe, ambapo mimi mfano wangu nimesema kwamba na shilingi 1,000,000 na ninataka niwekeze kwenye soko la hisa. Sijui ni kampuni gani, wewe utachagua kampuni. Ziko kampuni nyingi. Ukiingia kwa mfano kama DCE, utaona makampuni yako mengi, kama kuna CRDB, kuna NMB, kuna DCB, kuna Mukoba, kuna PAL, kuna TTC, yako makampuni mengi sana ambayo unaweza kununua hisa na kuwekeza. Sasa mimi nimechukua sijui ni kampuni X. Mimi nimelipa tu kampuni X ambayo nakwenda kufanya manunuzi yangu kwa kutumia njia ya nini? Njia ya periodical, ambao ni DCA, tunasema ni dollar cost average. Mimi nikasema kwamba nina shilingi 1,000,000. Nataka niwekeze kwenye soko la hisa, kwenye kampuni langu ambalo linaitwa kampuni X. Katika hili kampuni X nimesema kwamba ninataka niwekeze shilingi 100,000 kila mwezi. Badala ya kuchukua 1,000,000 yangu yote nikanunua hisa kwa wakati mmoja, yani kwa mkupuo tu nikanunua zote kwa wakati mmoja, alafu nianze kuvizia kwamba zipande ili niuze. Nimeigawanya ile 1,000,000 yangu kwenye
kwenye shilingi, makundi ya shilingi 100,000 ambao kila mwezi nitakuwa nanunua hisa za shilingi zenye thamani ya shilingi ngapi? Ya shilingi 100,000. Kwa hiyo kwa mfano kama kwa mwezi wa kwanza tuassume kwamba ile kampuni yangu X hisa moja ilikuwa inauzwa kwa thamani ya shilingi 1,000. Kwa hiyo kwa shilingi 100,000 nitapata hisa ngapi? 100. Kwa hiyo nikanunua mwezi wa kwanza nikanunua hisa 100. Mwezi wa pili na assume kwamba labda hisa zimepanda zikafika shilingi 1,500. Kwa hiyo mimi nitaweka 100,000 yangu nyingine kwamba 100,000 nitanunua hisa. Kwa gharama ya shilingi 1,500 utanunua ni hisa 66.66, mimi nimezikadiria zikawa 67. Kwa mwezi wa tatu tuashumu hisa zimepanda zaidi, zimefika shilingi ngapi? Shilingi 2,500. 2,500 utanunua hisa za shilingi 100,000 ambayo itakuwa ni shilingi ngapi? Ni hisa ngapi? Ni hisa 40. Hivyo utaenda mpaka utafika mwezi wa 10 ambao utakuwa umeshatumia ile gharama yako ya shilingi ngapi? Ya shilingi 1,000,000 kununua hisa. Then mwezi wa 11 mimi nimesema mwezi wa 11 ndo nauza. Kwa hiyo kipindi changu cha uwekezaji nimechukua ni kipindi cha miezi 11. Kwa hiyo kwa jumla ya hiyo miezi 10 ya ile pesa yangu ya shilingi 1,000,000 nitakuwa nimenunua hisa ngapi? Kwa hii graph yangu ambayo nimeitumia hapa nitakuwa nimenunua hisa jumla ni hisa 618. Ambapo mimi nikasema kwamba mwezi wa 11 nakwenda kuuza. Haijalishi kwamba zitakuwa zimepanda au zimeshuka, mimi nauza tu. Kwa huu mwezi wa 11 nimeona nimeweka hapa kwamba hisa labda zitakuwa ni shilingi 2,000. Hapa huu mshale wangu nimeweka hapo kwamba labda tuashumu kwamba zitakuwa ni shilingi 2,000. Kwa hiyo nitakuwa nauza hisa 618 kwa kila hisa yenye thamani ya shilingi 2,000. Ukizidisha kwa shilingi 618 itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni shilingi 1,200,000 na 36. Kwa hiyo utakuwa umepata faida ya shilingi 200,000 na 36 kwa hiyo kipindi cha miezi 10. Kwa hiyo umeona uwekezaji hauna stress. Wewe kila mwezi tu unaweka hela. Haijalishi zimepanda au zimeshuka, wewe nunua. Hivyo. Lakini kama ningekuwa ninasema kwamba navizia dips, unaona? Kama ningekuwa navizia dips, tuseme kwa mfano kama hapa ni mwezi wa kwanza nimenunua hisa zote kwa mkupuo za gharama ya shilingi 1,000,000, labda nikapata hisa zinauzwa shilingi 2,000, nikanunua zote kwa shilingi 2,000. Mimi nasubiri zipande. Zikakaa mwezi wa kwanza hazijapanda, mwezi wa pili hazijapanda. Ndio zinapanda lakini hazipandi juu ya faida ambayo unaielewa. Zinapanda kidogo na kushuka sana. Mpaka inafika mwezi wa 10 ukashangaa zimeshuka kabisa, zimefika labda 1,500. Huwezi ukauza kwa sababu utakuwa ni hasara. Itabidi usubirie tena labda mpaka mwaka wa pili au mwaka wa tatu ili hisa zako zipande ili upate faida. Umeona? Kwa hiyo kwa kutumia njia ya dips yaani kwamba yaani manunuzi pale tu ambazo zinashuka ni kwamba unakuwa na stress na pia unakuwa unafanya nini? Unakuwa unafanya manunuzi bila kufikiria, ambapo bila kuwa na utaalamu. Kwa hiyo itakuwa inakufanya unakuwa na stress, inakufanya hata unaweza ukarisk hela yako au ikabidi usubirie kwa muda mrefu ili upate faida. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye ndo unataka uanze, anza kwa kununua au anza uwekezaji wako kwa kufanya manunuzi ya kufanya nini? Ya periodically. Gawanya pesa yako kwenye vipindi tofauti tofauti. Yaani labda una 500,000 unataka uiwekeze, usinunue kwa mkupuo. Ingia DCE, tafuta kampuni lako ambalo unataka uwekeze, labda ni la CRDB, labda ni NMB, labda ni nini, utaangalia makampuni yanayofanya vizuri, utachukua kampuni moja, then utaigawanya ile 500,000 yako katika labda unasema labda nawekeza kila wiki niwekeze. Kwa hiyo labda nawekeza labda kwa wiki labda miezi mitatu, ambao miezi mitatu hiyo kwa wiki 4 ni wiki 12. Kwa hiyo labda unasema kwamba nawekeza kwa wiki 12. Kwa hiyo utaichukua ile 500,000 yako utaigawanya kwa mara 12, then utakuwa unawekeza kila wiki unanunua hisa zile za gharama ile. Kwa hiyo ukija ukinunua vile ni kwamba mwezi huu labda zimepanda, wiki hii labda zimepanda utanunua kwa bei kubwa. Wiki ijayo labda zimeshuka utanunua kwa bei rahisi. Kwa hiyo hii ambayo umenunua bei rahisi itakuwa inakwenda ina cover ile ambayo ulinunua bei ghali. Kwa hiyo unakuwa ni kama umenunua kwa bei ya average. Kwa hiyo kwa mfano kama kwa hii ambayo ya kwangu ambayo nilikuwa nanunua kwa mwezi mmoja, ina maana ukitafuta average hapa ni kwamba unaweza ukapata kwamba ulinunua labda kwa average ya shilingi 1,200. Yaani kwa kila hisa. Umeona? Yaani kwa 1,000,000 ukichukua 1,000,000 ukigawanya kwa 600
618 unapata ni kwamba ulinunua labda kwa bei ya shilingi 1000, labda 1000 labda na 100 na hivi, umeona eh? Lakini kama ulinunua kwa dips, ina maana utanunua kwa mkupuo wa gharama labda ya shilingi 2000 kila hisa, na unasubiria zipande, na zinaweza zisipande au zinaweza zikapanda ndio, lakini zisipande kwa faida ambayo unaitaka. Kwa hiyo kwa njia ambayo nakushauri wewe kama mgeni au mtu ambao unataka uwekeze na kupata faida kwenye hisa, ni kwamba utumie njia ambayo inaitwa nini? Mimi nimeipa jina ya periodical, lakini kitaalamu wanaita DCA, dollar cost average. Badala ya kutumia nini? Badala ya kuvizia kwamba hisa zimeshuka afu ununue, badala ya kuvizia hivyo. Kama umenielewa na umefurahia kipindi hichi, basi usisite kuendelea kufuatilia vipindi vitakavyofuata. Nitajitahidi kuelezea kwa vizuri zaidi na kwa mifano mingine mizuri zaidi ili uelewe.